kutoka jana na siku zile zingine kidogo, ukielewa hivyo kutoka leo, miaka ambayo itakuja utakuwa ukionekana pale kwa serikali ya juu. Miaka ingine itakuja. Ya pili, Bwana Spika, ni kupeana rambirambi zangu kwa wale vijana ambaye waliaga dunia, walikufa wakati wa maandamano ya Gen Z. Na pia Bwana Spika, ilikuwa ni kilio kubwa sana kwa sababu familia zingine, wengine walikuwa wasema hawana familia zao, hawana wazazi, pia hawana mtu yote anaweza kuwasaidia. Pia ni vijana ambaye wale waliaga dunia tuliwaona, si kusema ni wa kaunti moja, ni wa kaunti nyingi. Kwa hivyo nataka kusema nikiwa senator wa Embu County pamoja na Embu County, na peana rambirambi yangu zangu nikiwa nimetoka Embu County. Bwana Spika, ya pili, nataka pia kusema ni pole sana katika kaunti zote ambacho zile zilikuwa zimekuwa na hiyo maandamano ya amani, lakini baadaye vijana wengi wetu ambaye waliweza kuwa na mikono imevunjwa, miguu imevunjika, wakapata shida nyingi sana wakati wa hiyo maandamano, kwa sababu ilikuwa nifute ni kuvute. Ilifika pahali ikawa kama ni maandamano, ikawa sasa ni mambo ya wizi ya wale watu ambaye waliingilia. Sasa ikawa maandamano inaleta shinda ni askari na vijana wetu Gen Z, na pia na wale watu walikuwa wataka kupora mali. Na hiyo mambo sana sana ilikumba kaunti ya Mombasa, kaunti ya Migori, na pia Kisumu, na pia Nakuru, na pia hapa Nairobi, na pia sana katika kaunti yangu. Kutoka siku hiyo mimi sikuweza kwenda Embu County. Naambia watu wa Embu County ni pole sana, kwa sababu yale yalitendeka Embu hayajawahi kuonekana. Kwa sababu Bwana Spika, miaka 10 sisi tumekuwa devolution ya ile pesa tumekuwa tukipokea imekuwa na shinda, kwa sababu ilikuwa matapeli wale walikuwa kwa kiongoza. Na wakati wa hii serikali ya Kenya Kwanza, mimi nilichaguliwa na mwananchi nikuje nimwakilishe na nikatafuta amani. Ndio kwa sababu tunasema watu wawili wawezi kutembea bila kuelewanwa, na sisi senator na governor na wale viongozi wengine tukasema tutaenda para moja. Sasa mambo ya ajabu, wakati tunaendelea kuvuvua uchumi wa Embu County, wale watu walikuwa na nia mbaya ya hiyo maneno, walitoka kona zingine nje ya county. Pia mambo ya ajabu, pali governor amejenga ofisi akarinoveti na ile pesa wakaenda wakaweka moto. Mambo ya ajabu, wale watu hawakuwa na adabu, hawakuwa na hata na heshima na kaunti ya Embu, kwa sababu hata magari ambaye ya watu wale wanafanya kazi kwa county government ikawekwa moto. Sasa tukasindwa, wale watu hawakuwa na wakati wa ile mambo ya budget ya kusema ndio au la. Hata kaunti ya Embu County hatukuona hata governor yoyote alienda kusema yes or no. Ni kwa hiyo ikaonekana ni shinda, na tukawa nawaambia ni pole sana, najua mambo tutarekebisha, lakini nataka kuambia kwa huzuni. Ile pesa tulikuwa tunatarajia ukuja itoke kutoka tarehe 1. Sasa mambo ya ajabu Bwana Spika, haitaenda kufanya kwanza kazi, itaenda kutengeneza ile ofisi. Kwa hivyo sisi watu wa Embu County tumerudi nyuma sana. Nikirundia hapo tena nikiongezea kwa Embu ya County, wale matebeli tena, wale watu walikuwa wamepanga ile mipango, walifanya makosa, wakaenda wa KRA wakaeka moto. Ile ni ile usuru yetu. Pia nataka kusema kitendo walifanya kikubwa sana katika Embu County. Ile Bwana Spika, nilisema nitanyamaza na nikasema ni kuomba. Mambo ya ajabu, walienda kwa shule inaitwa Kenyatta, shule ambaye inaitwa Kenyatta School, ambaye ni ya watoto wasiojiweza. Wengine wana macho, wengine wana unakuta ni shinda usiku ya marare wa manane wakaweka moto. Sasa nikasindwa, hii ilikuwa maandamano ama ilikuwa ni mambo ya wizi ama ilikuwa ni maandamano ya aina gani? Kwa hiyo nataka kuambia watu wa Embu County wote, tuko sub county ine, ni pole sana. Bwana Spika, ya pili ni kusema katika Isaia 1:18 inasema watu wawili, Bwana Spika, wawezi kutembea bila kuelewanwa. Na pahali nyingine akasema njoo
tusemesane. Nataka kuambia senators, parliament na pia Gen Z na watu wote na makanisa, tuweze kurekebisha nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya ile mambo imefanyika. Na angeomba kutoka leo na jana na siku zile zingine, kila wakati yote tunataka kukumbusha viongozi wote, aidha ulipatiwa kiti na rais, ama ulipatiwa na nani, ama ulipata kazi. Nataka nikwambie ulikuwa na bahati kupata hiyo kazi, kwa sababu kulikuwa na watu wengi wa kufanya hiyo kazi, lakini umepata hiyo kazi kwa bahati, kwa hivyo ukishukuru Mungu. Kwa hiyo nataka kuamaanisha Senate, sisi wote na Gen Z na wale wengine, nikiambia Gen Z, tumesikia kilio chenu. Bwana Spika, nataka kusema mpaka tuelewane, tukae pamoja ndio tuweze kuvua uchumi wa Embu County. Bwana Spika, nataka kuongea mambo ya vijana wetu wale walikuwa wanagoma. Nataka kuambia wale vijana wetu wale wa university, wa secondary school na kila kona zote, tunajua wako na elimu ya kutosha na kufanya kazi yote katika nchi yetu ya Kenya. Nataka kumuomba tu mguswe na Mungu ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo. Tunaamini ni Mungu mmoja. Msikumbali kurudi hapo tena, na serikali president wetu ambaye tumesikia akizungumza, Bwana Spika, akisema anataka kufuata hiyo mambo ya kuzungumza, kwa sababu hiyo mambo ilikuwa zungumzwa mambo ya marehemu wakati kulikuwa na mambo ya kule Nyahururu, ati mpaka asikie mambo kama nyuki ikitoka nje inavaa irundi kwa msinga wa papa. Kwa hivyo Bwana Spika, naunga mkono rais wetu wa Kenya ambaye ni William Samuel Ruto, na pia na deputy wake ambaye ni Rigathi Gachagua, wakae chini wasungumuze, na pia waongee na viongozi wote, ndio tuweze kuona vile tutasaidia nchi yetu, njia ya economy katika Kenya. Ya pili, Bwana Spika, mambo mingi tumesema, mambo ya kukaa pamoja, mambo ya kutafuta, na ndio tufike hapo. Nataka niongee mambo ya kazi. Sisi tukua maseneta mpaka tufanye kazi ile nafaa. Saa ingine tuweza kupigana hapa kwa mdomo, lakini siku ya leo nataka kuambia Kenya, tuko maseneta 67 ambaye tunaenda safari moja. Hakuna mambo ya Azimio na hakuna mambo ya Kenya Kwanza, tunasema Mungu mbele. Nataka kusema mambo ingine mpaka tufikirie tukua maseneta. Tunaweza kupigana tukisema sasa nataka niseme agenda ya Gen Z. Agenda ile nilipata kidogo ni mbili, ile kubwa sana. Mambo ya kusema wakiulizwa kwa nini mnafanya hivi, hata nataka nimwambie sisi hatutaki kuoa, hatutaki kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumetaabika, sisi tumesoma, tuko na digrii 5, tuko na digrii 10, tuko na digrii 1, na tumekaa miaka 5 na mwaka moja na miaka 2. Na mambo ya ajabu hatujawahi kupata kazi, kwa hivyo hatutaweza kufanya hiyo kazi. Nataka niambie watu wa Kenya, mahali tumefika. Unakumbuka nikisema wale watu wamekufa wengi sana ni vijana wetu. Mambo ya kuhuzunisha, Bwana Spika. Ukikumbuka wakati watoto wa Misri walikuwa toka Misri, kitu ya kwanza ni vijana wote walienda, wale walikuwa wamezaliwa kwanza waliuawa. Nataka niambie maseneta na wale wengine, Bwana Spika, ati mambo hiyo imefanyika ni kitu ambaye iko na masosi, kwa sababu nikisema, Bwana Spika, vijana wetu wakikufa, wasichana wetu wataolewa na nani? Wakimalizwa ama wakijimaliza na dawa za kulevya na ile vitu vingine. Pia hata kukitokea mambo ya nchi ya Kenya na nchi zile zingine, itakuanji Kenya tutashindwa kwa vita. Kwa hivyo nataka niseme, jameni, tunataka maombi na tunataka tuende pamoja juu ya kutafuta mambo ya kuelewanwa na mambo ya dialogue, hata kama namna gani. Kila mtu yote, hakuna Mungu anjui Mungu. Tunataka tukae pamoja, Bwana Spika, tusemesane mambo ya kusaidia yule vijana wetu. Tumesema mambo ya kwanza ilikuwa ni mambo ya kuoa. Mambo ya pili ile kuwa kubwa sana ni mambo ya kusema hakuna kazi katika nchi yetu ya Kenya. Kuko tukitaka vizuri, na kwa sababu rais wetu na wale wengine wote wamekubali kukaa chini, na rais ameapa kusema ako tayari kusikiza mtu yote. Kwa hiyo njenzi na muomba msikubali kwenda kwa barabara tena, na kilio yenu imesikika katika mbinguni na katika hapa dunia Kenya. Ya pili nikisema, Bwana Spika,
mambo ya kuelewana. Tukielewana, tukifanya mambo ya kuangalia hawa jinsi watapata kazi namna gani. Ni mambo mingi tumeongea hapa katika hii Senate nyumba kuu, ambaye hatunjatoa mambo vile tutafanya. Wengine wasema watu wavutwe kazi, wengine wafanywe nini. Mimi hiyo siungi mkono. Hile inaweza, kwa sababu unaweza kuvuta kazi mtu na pia hakuna mambo ya kuangalia kazi namna gani. Hata ukimbakia na watu 5, kuna watu wengine wambaya, hata kama katika Biblia kulikuwa na watu kama Judas na alikuwa peke yake na akaharibu mpaka ikalete shinda katika ulimwengu. Sasa nataka kusema, Bwana Spika, tukitaka vizuri mpaka tuanje kazi kwa wizara ya ambaye ni ya CDF, ambaye kila constituency iko na pesa nyingi. Tuweze kuangalia, kuna vijana wanataka kufanya kazi katika masinani, wanavaa kama kazi ya kujenga, ile kutumia ile pesa, na pia hawana pesa ya kufanya kazi. Tungeomba serikali ya Kenya Kwanza, wale njenzi kutoka sasa, waheshimiwa wote katika Kenya mzima waweze kuifanywe yaangaliwe, kuonekane ile 30% ambayo inasema jinsi ama vijana na wasionjiweza ama hiyo kitu wanapata, na kama wapati waweze kupata. Hiyo ni kitu ya kwanza ya kuangalia kazi ya hawa jinsi. Kitu ya pili, Bwana Spika, tukitaka kuwasaidia vijana yetu katika county, tuko county 47 na tuko na wizara 10 na siko na mambo mingi. Bwana Spika, ningeomba magavana wote waangaliwe vile itakuwa na mambo vile wamekuwa wakifanya kazi. Mtu yote kwa county, na kama kazi yake imesembea, watu waweze kupelekwa, wengine wale wameimba pesa wafanyikazi wapelekwe kotini, na pia wale wengine wavutwe kazi, ndio watoto wetu waweze kufanya zile kazi, kwa sababu wako na usunja na uelevu wa kisasa ya kufanya kazi. Pia tukitafuta kazi nyingine ya tatu katika national government, tumesikia rais wetu mpenda kila mtu wote na amekubali kunyenyekea mambo ya NEA, National Employment Authority. Tunamuomba aendelee kuweka hiyo mkazo, ndio tuonekane vijana wetu. Kama tunajua mimi ni committee member walipa, tukianza miaka 2 imeisha, kulikuwa na shinda kule ambayo vijana wetu walikuwa naenda, walikuwa na shinda nyingi. Lakini sasa serikali imetenga hiyo department na itakuwa na mambo zake. Ningeomba rais wetu, watoto wengi wanasema wana passport, watoto wetu wanasema wana kitambulisho, au watoto wote kuonekane kama ile pesa imetengwa ya CDF ikatwe kidogo, ndio iweze kupatia hao watoto passport, kwa sababu wanasema wana pesa, na ikatwe kidogo waweze kupata vitu zote ambazo itaonyesha hata kupimwa na hata kila kitu, ndio hao watoto tuweze kuona within miezi kidogo kama watakuwa wakienda huko nje. Bwana Spika, naunga mkono hii kitu. Ningeomba tukitafuta kazi kwa watu wetu, ningeomba ministry, tuko na wizara 21 ya serikali, ifanye upelelezi, ionekane kutoka huko juu na mpaka chini kazi namna gani, kutoka chini mpaka juu ionekane kazi iko namna gani, na kama mtu amesembea kazini aweze kutimuliwa, na wale wengine wamepora mali ya watu waweze kupelekwa kotini, ndio sasa kuwe nafasi ya hawa jinsi wafanye kazi. Bwana Spika, nataka kusema ukweli, huwezi kusafisha kikombe ndani na nje imeharibika, iko na uchafu. Ningetaka kusema katika seneta hii, seneta 67, tunavaa tusiweze kuwa tunaonyesha kidole kwa mbunge, kwa wale cabinet secretary, kwa president, kwa deputy, kwa wale wengine. Kitu ya kwanza, Bwana Spika, ningeomba tuanje kwa hii seneti ya Kenya ambayo iko seneta 67, tuko county 47. Nataka kusema hivi, nataka niulize sisi kwa roho zetu, wakati tulisauliwa tukiwa maseneta, tuliletwa hapa tuwe tukiangalia vile tunafanya kazi. Tuko na komiti 10, wengine komiti zingine, Bwana Spika, ni watu 9 komiti, na wengine hawajaonekana. Unavaa ujiulize uletwa hapa kufanya nini? Kutoka Jumatatu, nataka kuambia jinsi seneta wote wanavaa kutoka Jumanne, Jumatano na Alhamisi
wanavaa wewe kazi. Nataka makaunti muulize hawa magavana na maseneta wanaangalianga kazi namna gani. Kwa hivyo nataka sinda sote tuanze hapa na vitu zingine tunafanya kaunti namna gani ndio tuweze kuenda kwa wale wengine. Pia ukienda ile nyumba ya MPs unakuta mara mingi mtu anaonekana wakati wa mwisho ndio akuja kuvoti. Muulize hawa watu wanafanya kazi gani. Kwa hiyo nataka kusema mambo ya kusemana pamoja na unga mkono kwa hii maneno, na ninajua tukiweka Mungu mbele, Bwana Spika, mambo ya Kenya tutaenda mbele. Na hapo economy ama mambo yote utakuta hiyo kazi kipatikana, uzuri ya county na uzuri ya national government, na pia mandeni tuko naye katika Kenya hii. Tutamaliza na serikali ya Kenya kwanza, ama serikali ya Kenya itakaa vizuri kwa hii kipindi. Kwa hivyo sisi tuungane pamoja, tusiwe watu wa kuonyeshana kidole, ni wewe, ni huyu, mpaka tusemesane. Na nikimalizia, Bwana Spika, nataka nikumbushe serikali ya Kenya kwanza na wale wengine wote na Kenya mzima na department zile zingine kutimulia watu ama cabinet secretary MPS haitasaidia. Ile kitu ya kwanza ni kuangalia ule mtu afanye kazi aweze kutimulia. Unaweza kuacha watu wawili na kama kazi haiangaliwe hakuna kitu watafanya. Kwa hiyo Bwana Spika, ningeomba nikimaliza ambaye kuseme sana, nataka nikumbushe tena watu wa Kenya mambo ya kusema Isaia. Watoto wa Misri, wa Israeli, wakati walitoka Misri, walifika pale wakaanza kupigana kuletania sinda, ni wewe, mpaka wakati kafika na ndio Isaia akasema njooni nyote tusemesane. Sasa ni wakati wa Kenya, makanisa, seneti na ngurubu zote na JNC tuungane pamoja kama watu wa Kenya tuweze kusaidia Mkenya, kwa sababu nataka kuambia JNC, Kenya ni ya mtu mzee, ni ya mdogo, ni ya kila kitu. Na ninataka kuhakikishia JNC, hii Kenya ni yenyu. Ukiangalia sisi miaka ile iko sisi tunaondoka. Kwa hiyo nataka mtushikilie na nyinyi mfanye kazi vizuri ndio muweze kulete matunda na kutengeneza economy ya counties na pia economy ya Kenya mzima. Pia hata mambo ya agriculture. Kule kuna agriculture, kuna agriculture, kuna trend, kuna cooperative. Pia hizo department, hiyo cabinet secretary wafanye pamoja. Ndio pia county government ipatiane every county power ya manji, ndio wapate ile kazi ikipeano kule, kusimekane watu wakubwa wase wasiende kwa ile na kutafuta masamba. Kila njenzi wale wako na mavikira ya kulima, na pia waweze kulima ndio hiyo masao yao, iweze cooperative iwapatie pesa walime, na pia trend itapute soko huko inji ya ngambo. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Nikimalizia nataka kuhakikishia njenzi kilio yenu Mungu ameisikia, na serikali na Kenya hiyo kilio imesikika. Nikimalizia Bwana Spika, hiyo kitu yote ikifanyika utakuta economy ya kaunti zetu 47 hatutapigana, na economy ya Kenya itaendelea vizuri na Kenya itasimama. Kwa hivyo Bwana Spika, nikiwa senator wa Embu County naunga hiyo mazungumzo tuweze kutembea pamoja. Ni mimi senator wa Embu County ambaye ni Daktari Alexander Munyi Mundigi ambaye ni deputy party leader wa Democratic in Kenya kwanza. Asante Bwana Spika, naunga mkono. Asante.